Tunamshukuru Bwana sababu hata ya kutupea siku ingine hii, akatuwezesha tukaamuka tukiwa wazima. Hakuna mahali inatuuma. Kuna wengine mulilala pamoja na wao hawajaamuka, wengine wameamuka wakiwa mahospitalini. Wewe uliye uhai na wewe mwenye afya yako ni njema, sio tu kawaida, bali ni neema ya Bwana wetu Yesu Kristo yenye ametufikishia siku ya leo. Tuseme sifa na shukrani ni kwake, Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Naitwa mchungaji Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Huwa sisikii aibu nikisema hivyo, sababu kweli Bwana aliniokoa. Na sasa mimi ni mmoja wa wale watarithi ufalme wa mbinguni pamoja na wateule wengine. Kurithi ufalme wa mbinguni ni uamuzi wako wewe mwenyewe. Ndio Yesu alikufa sababu ya dunia yote ama ulimwengu wote kwa ujumla, kama vile Yohana 3:16 inavyosema. Lakini ni yule tu atakubali kuingia kwenye hii safina ndiye kweli atakuja kuokolewa. Sababu kama vile Noa alijenga safina na wale tu walikubali kuingia ndio waliokolewa, watu 8 tu. Kungekuwa na mmoja hata awe ni wa ukoo, ni mtoto wa Noa, juu ni yeye aliingia na vijana wake 3 na mabibi zao. Kungekuwa na mmoja wake, mtoto wake mmoja angekataa kuingia kwenye safina, aseme baba yake wamemzoea, na aseme anaendeleaga tu kuwaambia hivyo, yani amudharau, hakuna vile mvua igenyesha na ikose kumumaliza ati sababu ni wa ukoo ama ni mtoto wa Noa. Hivyo ndivyo tu ilivyo kwa wale watu walio katika hii dunia kwa wakati wa leo. Ndio sisi sote ni watoto wa Mungu. Ndio sisi sote ni yeye alituumba. Lakini ni yule tu atakaye kubali kutii na kubali kuingia kwenye hii safina yenye inaitwa Yesu Kristo, na huyo ndiye ataokolewa na ule moto wa milele. Kwa wakati huu sio maji tena, kifo sio cha maji na kifo sio cha mwili, bali ni kifo cha nafsi chenye Mungu amewawekea wale watakataa kuingia katika hii safina yenye inaitwa Yesu Kristo. Mimi nilikubali kuingia, na ndio maana siku ya leo nasemaga Yesu ni Bwana, na nimeona matendo ile amenitendea ya maajabu. Kurogwa na watu mara kama zaidi ya 200 na kuidwa na wachawi shopping center mzima sio kitu ya mchezo. Wengi wataona kama ni mzaha, lakini nasemaga hata Yesu Kristo, hata akiwa mwana wa Mungu, wengi hawakuamini vile alikuwa anawaambia. Kwa hivyo sidhani mimi ndiye nafaa kuaminiwa sana, lakini ukweli hudumu ukiwa ukweli, hata uaminiwe ama ukatae kuaminiwa. Ndio unaona kuna wakati nilisema kwa kanisa ingine mchungaji wao ni mchawi, juu hata yeye nadhani hao watu huniwida bado ndio tu waliwapea pesa ndio wanioge kwa chai. Na juu wale wako huko wanaona wanamjua sana, mpaka nikasema labda analalaga mbinguni na wao wanajua hivyo, ndio maana wakaona mimi ndiye muongo, na wakapaga vile nitakatazwa kuhubiri kwa hizo kanisa zao. Na mimi nasemaga ni zao, na mimi ni mchungaji mwenye aliitwa ahubiri kwenye kanisa ya Yesu,
si ya mtu binafsi. Kwa hivyo mwenye hunikataza nihubiri kwa kanisa yake anafanyaka kazi mzuri sana, sababu mimi sikuitwa nihubiriki kwa kanisa ya mtu binafsi ama kwa biashara ya mtu, juu hizo ni biashara za watu na familia zao. Niliitwa nihubiri katika kanisa ya Yesu Kristo, na ndio maana saa hii nahubiri kwa hii kanisa yenye inatazamwa na watu ulimwengu mzima. Tuingie katika mafunzo yetu ya Biblia siku ya leo. Nayo leo mada yetu ni ukombozi, na tutaulizana ukombozi ni nini kulingana na lugha sanifu ya Kiswahili. Ukombozi ni kununuliwa na kulipwa huru. Ni kama mtu alikuwa na deni kubwa hawezi kulipa, halafu rafiki yake akalipa deni lote. Hiyo ndio maana ya ukombozi kulingana na lugha ya Kiswahili yenye tunaongea kwa wakati huu. Lakini juu sisi tunajifunza Biblia, tutaulizana ukombozi ni nini kulingana na Biblia takatifu ya Bwana. Nayo kulingana na Biblia, ukombozi ni kununuliwa na kulipwa huru kutoka katika utumwa. Kwa hivyo kama wewe ulikuwa mtumwa, na kweli sisi zote tulikuwa watumwa wa dhambi na Shetani, ndio maana tumekombolewa, na hiyo ukombozi ndio tunaongea kuhusu siku ya leo. Ni kama mtu aliyekuwa mtumwa halafu mtu mwingine akalipa fidia ili awe huru. Biblia inatumia neno hilo kueleza kile Yesu alitufanyia. Nasi tulikuwa watumwa wa dhambi na Shetani. Shetani ndiye alikuwa anatutumikiza kwa huo ufalme wake wa giza, kututumikiza kazi ambayo haikuwa na malipo. Naye Yesu Kristo akiwa ndiye Mungu wetu na akiwa ni yeye alituumba, akaona kweli tulitekwa nyara kutoka kwake au kutoka kwa ufalme wake, naye hangekaa hivyo atuangalie tukitumikizwa na kufanyishwa kazi gumu yenye haina malipo, naye akalipa fidia ya deni ili tuwe huru. Nayo hiyo fidia ishalipwa kwa wakati huu, lakini kuna wengi wenye bado wamekatalia huko kwenye utumwa. Wamelipiwa fidia na yule amewateka nyara amekubali waende, lakini wao wanasema hatutoki huku, tunataka kuishi tukiwa watumwa. Hao ni wale, kama ni wewe unanitazama hapo na hujaokoka, yani hujakubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, wewe ni huyo mmoja umekatalia kwenye utumwa, na unasema unataka kutumikia Shetani ijapokuwa hakuna malipo unapata. Tulikuwa watumwa wa nini kulingana na Biblia? Kulingana na Biblia, bila Yesu tulikuwa watumwa wa kitu cha kwanza, tulikuwa watumwa wa dhambi. Na tutasoma katika Yohana 8:34 ndio tusikie vile Biblia inasema kuhusu sisi kuwa watumwa wa dhambi. Yesu akawajibu, Yohana 3:34, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kila atendaye dhambi, huyo ni mtumwa wa dhambi. Huyo ni Yesu Kristo anasema. Kwa hivyo tulikuwa watumwa wa dhambi. Pili, tulikuwa watumwa wa laana ya sheria. Tusome Wagalatia 3:13, nao inasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Ile laana tulikuwa nayo ya sheria, juu lazima ungejitahidi wewe mwenyewe hata kama huna uwezo ili utii sheria au torati. Na kweli watu hawakuwa wanaweza kuitii, na ndio maana walikuwa wanatoa dhabihu kila wakati, juu walikuwa kweli wanakosa kutii torati. Naye Yesu Kristo akawa laana ili nasi tuwe
huru. Naye Biblia ikasema katika Wagalatia 3:13, amelaaniwa kila mtu ayagikwae juu ya mti. Na ndio maana yeye alikubali kuagikwa juu ya mti ama kusulubiwa, ili awe laana kwa ajili yetu. Tulikuwa watumwa wa jambo lingine la tatu, nao ni mauti na Shetani. Tulikuwa watumwa wa mauti na Shetani, nayo tutaona katika Waebrania 2:14 mpaka 15, nayo yasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu ya mwili, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hivyo Yesu alimwagwa damu ili amharibu yule aliyekuwa na nguvu ya mauti, na ni Shetani. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kwa hivyo alituacha huru Shetani, sababu alikuwa anatuuzia uoga kwa kutuambia tutakuja kukufa, au uoga wa mauti. Naye Yesu akatuweka huru, na sasa sisi hatungojei kukufa tena, sababu kuna mwenye alikufa kwa ajili yetu. Ndio maana naambiaga wachawi wenye wamefanya kazi kubwa sana kuniwinda, hata saa hii wananigojea. Kuna wale wamewekwa pale kwa barabara, ndio nikienda kuchukua gari hapo, wakiwa na kahawa na nini, wakifikiria nitakunywa. Hiyo ni kazi ya wachawi. Lakini nawaambiaga hata nikikunywa hakuna kitu nitafanya, juu nimekunywa mingi na hakuna kitu nafanyanga. Lakini nakataaga kukunywa ndio wajue na wachanuka. Nami nawaambiaga mimi hakuna kifo ingine nangojea. Kwa hivyo mimi hakuna kifo ingine nitakuja kukufa, juu kuna mwenye alikufa kwa ajili yangu. Siku ikifika ni kurudi, nitarudi kwa Baba kwenye nilitoka, sababu kweli nilitoka kwa Baba. Kwa hivyo tulikombolewa. Tulikuwa watumwa wa dhambi, laana na mauti na Shetani. Nasi tutaulizana, nani alitukomboa? Yesu Kristo ndiye mkombozi wetu, kulingana na Marko 10:45. Nayo inasema hivi: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumika bali kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja kutoa nafsi yake ili iwe fidia, itukomboe kutokana na utumwa wa dhambi, laana ya sheria na ama torati, na mauti na Shetani. Kwa hivyo wewe umekaa kwenye dhambi, na umekaa kwenye laana ya sheria, na umekaa kwenye mauti na Shetani, ni kutaka kwako, na ni wewe umekatalia huko, sababu fidia ishalipwa na Yesu alilipa hiyo fidia. Naye yule atakubali kuhitanishwa na yeye, huyo ndiye atakuwa kweli amekubali kutoka kwenye utumwa. Hebu fikiria kama wana wa Israeli wakati Musa alitumwa huko akawatoe Misri, kule walikuwa wanatumikishwa miaka 430. Wakati Firauni alionyeshwa mambo ya maajabu na Musa, akakubali waende. Hebu fikiria kama kuna wengine wangesema mimi sitoki huku, na vile walikuwa wamemulilia Mungu ati sababu ya kufanyishwa kazi ngumu, mpaka Biblia ikasema Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli, naye akakumbuka ahadi yake na Ibrahimu. Nawe hebu kumbuka vile huwa unamulilia Mungu, pata shida kama ni kugojeka, na Shetani anakuleteaga magonjwa sababu uko kwake, anakufanyaga vile anataka. Vile unamulilianga, naye Shetani amepewa fidia na amekubali utoke kwake, lakini bado umekatalia huko. Kungekuwa kuna mwana Israeli mmoja, ama tusikie kabila fulani
sababu walikuwa kabila 12 ama ukoo 12. Tusikie ukoo fulani ulisema hautafuata Musa. Saa hii watu wangekuwa wanawakemea sana wakisoma Biblia na kusema kwani hao watu walikuwa wajiga namna gani na Firauni alikubali waende. Ukweli hakuna hata mmoja alikataa kutoka Misri, ijapokuwa wakiwa jiani walikuwa wanasema warudi huko. Nawe wewe ni kama huyo mwenye angekataa kutoka Misri na Firauni amekubali aende. Wewe bado umekatalia kwenye utumwa na tayari Shetani amekubali uende, sababu fidia hasa alipwa tayari. Sijui ni nini unafanyanga huko. Unajua watu wengi wanafikiriaga kuitanishwa na kanisa, na ukitaka kujua mtu hajaokoka anasemaga mimi ni mtu wa kanisa. Sasa unafikiria ati kuitanishwa na hiyo kanisa yenu unaitaga yenu ati hiyo itafanya uende mbinguni. Na ndio maana nikakuja kujua hata kuna watu huwa wanahubiri na hawajaokoka, sababu kuokoka lazima uwe na kahistoria. Uliokokea wapi, uliokoka na nini, na ni nani alikuleta kwenye wokovu. Kama huna hiyo kahistoria, wachaka kudanganya watu ati umeokoka. Uliokokea wapi, uliokoka lini, na ni nani alikuleta kwenye wokovu. Sababu watu wengi wanaanzaga kwenda kanisa kama kawaida. Hata mimi nilikuwa naenda kanisa zamani kama kawaida. Na nasema kanisa yetu ni ya Anglican. Ungeniuliza hivyo. Saa hii ukiniuliza mimi ni wa kanisa gani, siwezi kuambia. Mimi sina kanisa. Kanisa yangu ni Yesu Kristo. Naweza enda kanisa yoyote ile inahubiri ukweli. Sababu wale watu hujiitanisha na dini ni wale hawajaokoka. Hivyo nimekuja kugundua. Hao ndio wanasemaga mimi mtu naweza kosana ni mtu wa kuniambia nitoke kanisa yetu yenu, na nikujikuta ulijikuta tu unapelekwa huko na wazazi. Sasa unasemaga mpaka karibu upiganie huko na hujaokoka. Kuitanizwa nayo hakuna maana, na bado utaenda motoni ukiitanizwa nayo. Haijalishi umepewa mamlaka gani huko. Haijalishi kama wewe ni mzee wa kanisa, ama wewe unaibaga youth ama kwaya, ama praise and worship, ama hata unahubiri. Sababu kuna watu walianza kwenda kanisa wakiona watu wengine wanaenda, wakafika wakawa tena wanapewa microphone, akisikia watu wakisema Bwana asifiwe na yeye akaanza kusema. Lakini ukimuuliza uliokoka wapi, hata kuna mhubiri mwingine nilisikia akihojiwa mahali kwa YouTube, anaulizwa na sijasikia hiyo ka historia yako, juu aliambiwa uanzie mhubiri fulani fulani, sitaki kumtaja, anajulikana fulani fulani ni nani, akaanza alizaliwa mahali fulani, akaenda nikakuja Nairobi nikapata kazi mahali fulani, hivyo halafu nikaenda kanisa fulani, akaambia na sijasikia mahali umesema kuokoka kwako. Anasema unajua sisi tumelelewa katika kanisa ya Full Gospel sisi. Sasa huyo nikajua direct huyo hajaokoka, lakini ni mhubiri na hajaokoka na anahubiri. Sababu kuhubiri hakuna mtu hawezi hubiri. Kama mtu anasimamaga kwa mkutano wa chifu na anaongea, kama mtu anasimamaga mbele ya darasa akiwa mwalimu na anahubiri, kama mtu anasimamaga hata kwa bunge na anatoa hotuba. Kwa hivyo kusimama mbele ya watu na uongee mambo ya Biblia, hiyo sio kusema wewe umeokoka. Utaiongea kulingana na vile umesoma ama vile umesikia wengine wakisema. Sababu nikuja kujua kuna watu usikiza wengine wakihubiri, anakope hivyo ndivyo ataenda kuhubiri kwa kanisa siku ya Jumapili, sababu hana kitu ndani yake. Na sababu kama huna Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu hukuja kwa wale wameokoka, huwezi pata ufunuo wa Biblia, huwezi pata. Nao hao watu ndio unakutaka hata akihubiri ameandika novel, kitabu imetosana hivi, juu lazima asome. Ile tunasomaga ni hii Bible study, sababu hii nayo lazima tuende kulingana na vile, sababu lazima tuandike verse mingi za Biblia. Lakini kama ni kuhubiri kama uko na Roho wa Mungu, unasoma verse moja, hiyo ingine Roho Mtakatifu analeta. Unaweka hata kama ni Biblia unaweza ifunga. Lakini kama hujaokoka, ndio utakuwa unasimama mbele ya watu na wanakuita hata upewe mataito gani, hata ya kibishop ama kidikoni ama gani. Lakini wacha nikuambie, mbinguni hutakanyaga, juu Mungu haangaliagi mataito, anaangaliaga yule ameitanizwa na Yesu
na amekuwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Hiyo ndio kanisa ya Mungu. Naye ukiwa na Roho Mtakatifu, nasemaga ni nafsi yako inasaliswa na nafsi ya Mungu. Kama vile unaweza kuwa na umepanda mti wa mtimu hapa, ule unazaa dimu na mchungwa hapa. Uone badala ya kukata huu mtimu, hata kama unazaa vitu kali, wacha ni ufanye grafting na mchungwa. Huo ukifanya grafting hautaitwa mtimu tena, utaitwa mchungwa. Nao utakuwa unazaa machungwa. Hivyo ndivyo tulifanywa. Nafsi zetu zinazalizwa na nafsi ya Yesu Kristo na ndiye Mungu. Lakini ni yule atakubali kusalishwa, grafting. Nayo hiyo nafsi haikuagi tena ya mtu mwenye dhambi. Naye Mungu akituona anatuonaga, anaonaga Yesu, hatuonagi sisi tena. Anaona Yesu yule alikubali na akalipa fidia ya dhambi na mauti. Tusome Marko. Tumesoma Marko 10:45. Nayo bei ya ukombozi ilikuwa damu ya Yesu Kristo, kama vile Petro wa kwanza 1:18-19 inasema, nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kama nanyi mfahamu, Petro wa kwanza 1:18-19, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa ulioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Tulikombolewa kutokana na damu, nayo hiyo damu ni yule atakubali ati ilimwagika juu yake. Enda usome Warumi 10:9 na 10, ndio ujue vile mtu huokoka. Unajua kuna watu huuliza mtu huokoka namna gani, ama kwa Biblia kuna kuokoka. Soma Warumi 10:9 na 10, ndio kama hujafanya hivyo ujue hujaokoka. Uende kwa mchungaji akuonyeshe njia ya kuokoka na uchunguze kama naye ameokoka. Najua kuna watu wengi wanahubiriwa na wahubiri hawajaokoka, na hao ndio huzubua wale wameokoka, sababu hao wanaonaga injili kama ni biashara. Tunapata nini katika ukombozi huu? Wakati Yesu alitukomboa, tulipata ya kwanza msamaha wa dhambi, Waefeso 1:7. Katika yeye huyo, kwa damu yake tuna ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, msamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kitu cha pili tulipata kutokana na ukombozi huyu wa Yesu ni uhuru. Tulipata uhuru kulingana na Wagalatia 5:1. Katika ugwana huo Kristo alituandika huru, kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Kumbe mtu anaweza kuwa ametolewa utumwani tena arudi huko, kama vile wana wa Israeli walikuwa wanasema watarudi. Kwa hivyo ndio maana anasemaga wale watu husema once saved always saved, ati ukiokoka umeokoka, wewe ni kutulia tu ungojee Yesu arudi. Kumbe mtu anaweza rudi kwa utumwa. Unaweza rudi ukitaka, na bado wewe utakuwa mtumwa. Kwa hivyo kama umetolewa kwenye utumwa, wewe ni uamuzi wako useme kwa utumwa sitarudi tena. Jambo lingine lenye tulipata katika huu ukombozi wa Yesu Kristo la tatu ni kuzaliwa upya tukawa wana wa Mungu, Wagalatia 4:4-5. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hivyo tulizaliwa upya tukawa wana wa Mungu. Na jambo la nne lenye tulipata kutokana na huu ukombozi wa Yesu Kristo ni urithi. Tena tusome Waefeso 1:14, ndiye aliye arubuni, samahani, turudie tena Waefeso 1:14, ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Kwa hivyo sisi tulipata urithi wa ufalme wa Mungu kutokana na ukombozi huo wa Yesu Kristo. Na wewe kama bado wewe ni mtumwa, wewe ni mtumwa wa Shetani kwa kujitakia, sababu fidia tayari imelipwa, lakini na wewe umesema hutaki kutoka.
kwenye utumwa. Tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu muumba wa vyote, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hilo ndio jina lile ulisema utakuwa unajulikana nalo kwa vizazi vyote na dunia mzima. Wewe ndiye tu Mungu wetu, hakuna mwingine tunayeamini isipokuwa wewe. Wewe ndiye uliye kuja katika hii dunia ukiwa katika mwili. Hakuna Mungu mwingine, ijapokuwa wengine hufikiria kunaye Yesu na Mungu. Wewe tu ndiye ulivaa mwili, muumba wa vyote, ili ukuve na ututolee fidia ya mauti, nasi sio watumwa tena wa dhambi na Ibilisi. Wale wamekubali kutokuwa watumwa, kweli wamekubali hiyo kifo ya Yesu Kristo, kulingana na vile Warumi 10:9-10 inavyosema. Na wale hawajakubali, wao wamekataa wenyewe, sababu fidia ishalipwa tayari. Wacha hili neno lenye nimewahubiria ama kuwafunza siku ya leo liguze yule hajakubali kutoka kwenye utumwa, na liguze yule ametoka kwenye utumwa, ili asijirudishe tena kwa utumwa, sababu tayari fidia ishalipwa sababu ya dunia yote. Lakini ni yule atakaye kubali kweli ati fidia ililipwa juu yake, na akiambiwa na Musa wa leo na ndiye Yesu Kristo atoke kwenye utumwa, naye Firauni wa leo na ndiye Shetani tayari akiwa amekubali watoke kwenye utumwa, kweli wote wakubali na wamfuate Musa ambaye ni Yesu Kristo. Nimeomba hayo machache nikijua umeyasikia, sababu wewe ndiye Mungu wetu tu, na ni katika jina lako tukufu la Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo tuseme amen. Barikiwa na Mungu akuinue, akutendee mema na ukuje kwa wokovu. Hakuna raha ingine kuliko ya wokovu. Huoni vile nachekeleaga wachawi mpaka na waandikia kwa Facebook vile nataka, sababu najua hakuna mahali watanipeleka. Hata wale wakubwa wao wa dunia yote wasome, watumane wote, mimi najuaga hakuna mahali watanipeleka. Si sababu ya nguvu ama mali, lakini sababu ni naye yule aliyelipa fidia, na kwa Shetani mimi sina deni. Kwa hivyo hakuna kitu tunaweza ulizana na Shetani, hata waniwide miaka 10 ama 30. Bwana Yesu akubariki.